Karibu ndugu mpenzi msikilizaji wa Mengi Simulizi. Kwanza tunaomba radhi kwa usumbufu uliojitokeza. Tuliishia pale ambapo Ibrahim alimpa ukweli Salma kwamba anamsaliti. Karibu katika mwendelezo. Naam. Baada ya hapo sikumsema tena, nikapanda kitandani upande wangu nikalala. Mimi nakuonya kama mume wako, lakini kama unanidharau, endelea na mwenendo wako, Ibrahim akaniambia. Hapo ndipo aliponipandisha madudu yangu. Babu, wewe usiniletee kelele, mimi nataka kulala. Unanionya kitu gani nisichokijua? Nikamwambia kwa sauti ya dharau. Kuelezana kupo, mimi ni mume wako, hata kama umenidharau. Siwezi kuona una mahusiano na mwanaume wa nje nisikuambie, Ibrahim akaniambia kwa sauti tulivu. Huyo mwanaume umenifumania naye au ni umbea wako wa kusikiliza simu za watu? Kwani wewe unanipa pesa yako au ninajihudumia mwenyewe? Mume ni pesa, sio maneno matupu. Mimi sijioni kama nina mume, nisingehangaika mchana kutwa kwenda kuombaomba kwa watu. Wenye waume zao huwaoni nini? Sawa bibi, kama leo umefikia kuniambia hivyo ili kunionyesha kuwa umepata mwanaume mwenye pesa na kuombea heri. Ibrahim, leo ni kipofu, lakini narudia kukuambia kuwa binadamu haishi kuumbwa na utu wa mtu si pesa. Maneno yake yakazidi kunipandisha. Usiniapize mwana wa mwenzio, binadamu haishi kuumbwa maana yake nini? Nikamuuliza kwa ukali. Ibrahim hakujibu kitu, nikaendelea kumwambia. Sasa kama mimi nimeshakuwa malaya, nina wanaume, je, wewe unachukua uamuzi gani? Uamuzi unao wewe mwenyewe, Ibrahim akaniambia kwa sauti iliyonyongea. Basi nipe talaka yangu niondoke, huo ndio uamuzi wangu. Kwanza nimeshachoka na maisha ya kuhangaika. Ibrahim akanyamaza kwa vile nilikuwa nimemfikisha mahali asipopataka. Usijitie kunyamaza, umeyataka mwenyewe. Nipe talaka yangu, nikaendelea kumwambia. Lakini Ibrahim aliendelea kubaki kimya, nikawa ninasema peke yangu. Mwishowe na mimi nikanyamaza. Asubuhi kulipokucha, nikajitia kufura. Sikusafisha nyumba wala sikuchemsha chai. Nilitoka bila kumwaga mtu, nikaenda kwa Rita. Nilikunywa chai huko huko, kisha nikaingia chumbani mwake, nikalala mpaka saa 6. Nilipoamka, nikarudi nyumbani. Sikujua kuwa walichemsha chai asubuhi au walikaa hivyo hivyo, sikutaka kujua. Nilifikia sebuleni nikawa naangalia TV. Kumbe, nilipokuwa kwa Rita, mmoja wa marafiki wa Ibrahim alikuja nyumbani, akampa Ibrahim shilingi 10,000. Ibrahim alipogundua kuwa nimerudi, alikuja pala sebuleni, akanipa ile 10,000 aliyopewa. Chukua hii 10,000 uende sokoni. Rafiki yangu Martin alikuja kunijulia hali, akaniambia, mpe ndugu yako umtume huko sokoni. Nikamwambia kijeuri. Ibrahim akamuita Zakaria, akampa ile pesa. Shemeji yako atakuagiza vitu vya kununua, akamwambia. Shemeji yupi? Nikamuuliza kwa kung'aka na kunyanyuka pale nilipokuwa nimekaa. Huku nikielekea zangu uwani, nilimwambia, wewe muagize vitu mnavyotaka, mimi nimwagize nini? Nikaenda kukaa uwani. Sikujua Ibrahim alizungumza nini na mdogo wake, lakini baada ya muda kupita, Zakaria alikuja uwani na kuniambia amesharudi kutoka sokoni. Vitu viko jikoni, akaniambia. Mimi sipiki, nenda ukapike mle na kaka yako. Nilipomwambia hivyo, Zakaria aliondoka. Sikujua walivyozungumza na kaka yake, lakini baadaye Acharia aliingia jikoni na kupika. Mimi nikaingia chumbani, nikalala. Baada ya muda, Ibrahim aliingia chumbani na kuniuliza, unaumwa? Sikumjibu kitu. Akasimama karibu ya kitanda, kisha akatoka. Nilikaa humo chumbani hadi saa 10 jioni nilipoingia bafuni na kuoga. Nilipotoka bafuni, nikajipara na kuvaa vivalo vya gharama, kisha nikavaa baibui langu nikatoka. Sebuleni nilimkuta Ibrahim peke yake akiwaza. Sikujua alikuwa akiwaza nini. Nikafungua mlango na kutoka. Wakati naufunga mlango, nilimsikia akiuliza, wewe nani Zakaria? Sikumjibu chochote, nikaondoka. Ilikuwa safari ya kuelekea kwa Chinga. Nilipotoka hapo nyumbani, nilikwenda kukodi pikipiki ya bodaboda, ikanipeleka Makorola nyumbani kwa shangazi yangu. Nilijifanya nilikwenda kumsalimia, kumbi nilikuwa na langu jambo. Vile nilivyomsingizia kuwa anaumwa, nilimkuta kweli anaumwa. Akaniambia alikuwa ameshikwa na malaria kwa karibu wiki nzima, lakini baada ya kutumia dawa ndio ameanza kupata nafuu.
Nilitoa shilingi 10,000 nikampa shangazi, kisha nikajidai kumlalamikia kuhusu gubu wa mume wangu na jinsi anavyonishutumu kuwa nina wanaume wa nje. Yaani tangu apate ule upofu, tabia yake imebadilika. Kila siku tunagombana. Akiniona ninatoka, anajua ninakwenda kwa mwanamume. Akiniona nimepigiwa simu, anaitegea sikio akidhani nimepigiwa na mwanamume. Nikamweleza shangazi, "Mvumilie, ile hali yake ndiyo inayomfanya anaona kama umemgeuka." Shangazi akaniambia, "Nimemvumilia sana, lakini sasa naona uvumilivu utaisha. Si hilo tu, mume hana pesa, anategemea ndugu na jamaa wamsaidie. Siku nyingine tunakula mlo mmoja tu, halafu ananiletea kero kama hilo. Sasa utafanyaje? Kuwa naye hivyo hivyo ndiyo kilimwengu. Maisha yana majaribu mengi." Mimi naona maisha yatanishinda. Usishangae shangazi ukija kusikia nimemwacha yule mwanamume. Usifanye hivyo mwanangu, si vizuri. Dunia yote itakusema wewe. Umekuwa naye katika raha na uwe naye pia katika shida. Shangazi, mume hana kazi, hana bazi. Nisitoke nikatafute kazi mahali au biashara, nikae tu pale. Si tutakufa kwa njaa shangazi? Hamtakufa. Kama ni kutafuta kazi au kufanya biashara, sidhani kama atakukataza. Nilivyoona shangazi hakuwa akiliunga mkono wazo langu la kuachana na Ibrahimu, japo nilimtolea visingizio chungu nzima vya uongo, nikanyanyuka na kumwambia, "Vikizidi sana nitaondoka. Utakuja sikia nimeshaondoka." Hapo hapo nikamuaga na kuondoka. Nilikwenda saluni nikatengezwa nywele na uso wangu kwa karibu saa moja. Hapo saluni palikuwa panauzwa kashata za kungumanga. Nilikuwa nazifahamu ingawa sikuwa na ushabiki wa kuzila. Kabla sijaolewa na Ibrahimu, ndiyo niliwahi kuzitumia sana, lakini nilipoolewa nikaziacha. Kashata hizo zinazochanganywa na unga wa mbegu inayoitwa kungumanga, unapozila hukulegeza macho na kukulainisha mwili. Wakati mwingine ukila nyingi zinaweza kukulewesha na kukufanya usitosheke na tendo la ndoa. Baadhi ya wanawake hupenda kuzila wanapokuwa na ahadi na wanaume zao, na sana sana ni wale wanawake makahaba. Nilipoona wasichana wenzangu wanazinunua huku wakizitolea sifa, na mimi nikanunua 4 na kuzila hapo hapo saluni. "Shoga, ukitaka uzipatie mpaka uzinuilie. Unazila kwa madhumuni gani?" Msichana aliyekuwa akinishughulikia akaniambia, "Unazinuilia vipi?" Nikamuuliza, "Unazinuilia vile unavyotaka. Kama unataka zikulegeze macho, zikutie kilevi, au zikufanye usitosheke na..." Hakumaliza sentensi yake, akaishia kucheka. "Usipozinuilia hazifanyi kazi?" Nikamuuliza. "Zinafanya, lakini hao makonkodi wenyewe huzinuilia. Vile unavyozinuilia ndivyo zinavyokufanya, lakini kwa vile umeshazila, basi." "Nitakuja kuzinunua siku nyingine unifundishe hivyo zinavyonuiliwa," nikamwambia. Baada ya kutengezwa nywele zangu, sikuondoka haraka hapo saluni. Nilimpigia simu Chinga na kumjulisha kuwa ninakwenda kwake. Akaniambia ananisubiri. Ndipo nilipotoka nikakodi tena pikipiki ya bodaboda, ikanipeleka Mtendele hoteli. Jambo la ajabu lililotokea kwa upande wangu ni kuwa safari ile niliingia mle hotelini bila kujali chochote, kama vile nilikuwa mwenyeji. Nilimjulisha tu msichana aliyekuwa mapokezi kuwa ninakwenda kumwona Chinga chumba namba 15. Akaniruhusu. Na hata nilipoingia chumbani kwa Chinga, sikumuona haya kama ninavyomuona siku zote. Nikajifikiza jitupa kitandani. Kichwa changu kilikuwa zito kama niliyekunywa kilevi, mwili ulikuwa umenilegea na macho yalikuwa yamenilegea kiasi kwamba sikushindwa kutazamana na Chinga. Nikajua hali hiyo ilitokana na zile kashata nilizokula. Nikajiuliza, je, kama ningezinuilia ingekuwaje? Kama kawaida yake, nilimkuta Chinga kwenye kochi anywa bia. Kwa mara ya kwanza siku ile, Chinga alifanikiwa kunishawishi ninywe bia. Katika maisha yangu, siwahi kunywa bia hata siku moja. Siku hile ndiyo niliionja na kuijua ladha yake. Nilikunywa chupa moja tu, lakini kwa sababu nilishakula kashata 4 za kungumanga, nilionekana kama niliyekunywa chupa 4. Si kwamba sikuwezi kusimama au kutembea, bali nilikuwa naropoka maneno mengi ambayo kwa akili yangu ya kawaida singeweza kuyatamka, huku nikijifanya nampenda sana Chinga. Ghafla Chinga alinikata kilevi chote nilichokuwa nacho aliponiambia kuwa anatarajia kuondoka kesho yake kurudi Dar es Salaam, kwa vile mwenzake anayeshirikiana naye katika biashara zao alimpigia simu na kumweleza kuwa anahitajika Dar es Salaam.
Tutakwenda sote, nikamwambia Chinga nikiwa nimemkumbatia. Siwahi kumkumbatia Ibrahim namna ile hata siku moja tangu apate upofu. Siwezi kukuchukua wakati ni mke wa mtu, Chinga akaniambia. Mtu gani? Yule kipofu? Yule tumeshaachana tangu jana usiku, nikamwambia kwa sauti ya kupayuka. Mmeachana? Chinga akaniuliza huku akishangaa. Tumeachana jana, mimi si mke wake tena. Ilikuwaje mpaka akakuacha? Ulitokea ugomvi kati yetu. Jana asubuhi tulipokuwa tunazungumza kwenye simu, akatusikia, akanyamaza hadi usiku alipoanza kunitukana kuwa mimi ni malaya, nina wanaume wa nje. Nikamwambia kama mimi ni malaya, anipe talaka yangu, ndipo akanipa. Iko wapi hiyo talaka aliyokupa? Aliponiambia hivyo, nilishtuka kidogo kwa sababu nilihisi Ibrahimu akisikia kumeingia ujumbe kwenye simu yangu, anaweza kumpa Zakaria amsomee na hivyo kugundua mipango yangu. Lakini nikasema potelea mbali liwalo liwe. Kuondoka ni lazima niondoke na Chinga. Siwezi kujilazimisha kuendelea kuishi na mwanamume ambaye simtaki, nikajiambia kimoyomoyo. Chinga akaniambia tuingie kwenye basi ambalo lilikuwa karibu na mahali tulipokuwa tumesimama. Tukajipakia kwenye basi hilo la kampuni ya Raha Leo. Tulitafuta siti zetu. Tulipoziona tuliweka masanduku yetu kwenye kifaa cha kuwekea mizigo. Tukaketi. Vile tunaketi tu, niliona mtu ambaye sikumtarajia akiingia ndani ya basi hilo. Mkono mmoja akiwa ameshika bakora yake na mkono mwingine ameshikwa na kijana ambaye bila shaka ndiye aliyemleta hapo stendi. Alikuwa Ibrahim. Moyo wangu ulishtuka. Furaha niliyokuwa nayo yote ikanipotea. Nikabaki kumtazama kuona alikuwa anataka kufanya nini. Nilishajua kuwa alinifuata mimi baada ya kuugundua ule ujumbe niliotumiwa na Chinga ambao ulimtambulisha kuwa nilikuwa nimetoroka kwake na nilikuwa ninasafiri na mwanaume kwenda Dar es Salaam kwa basi la Raha Leo. Mabasi ya Raha Leo yalikuwa yakifanya safari zake Dar es Salaam na Tanga. Hata kama Chinga hakuandika kuwa tunakwenda Dar, lakini kwa vile alitaja basi la Raha Leo, Ibrahim alishajua kuwa tunakwenda Dar. Bila shaka baada ya Zakaria kumsomea ujumbe huo wa Chinga kwenye simu yangu, Ibrahim alimwambia aangalie kwenye kabati ambako waliona nilikuwa nimechukua nguo zangu zote muhimu na vitu vyangu vyote. Hapo ndipo Ibrahim alipotaharuki na kukurupuka, akaamua kunifuata stendi. Sikujua ni kwa nini aliletwa na kijana mwingine badala ya Zakaria, lakini nilipata jibu kuwa huenda ni kijana wa bodaboda aliyoikodi. Chinga hakuwa amestuka. Kwanza alikuwa hamjui Ibrahim. Pengine alipomuona alidhani ni miongoni mwa abiria wa basi hilo. Isitoshe, alichokuwa na kijua Chinga ni kuwa nilikuwa nimeshaachana naye na nilikuwa nimehamia kwa shangazi yangu. Sasa sijui itakuwaje, nikawaza. Hata hivyo nilipata moyo kidogo kwa sababu Ibrahim mwenyewe asingeweza kuniona kwa vile haoni na kijana aliyekuja naye alikuwa hanijui. Nikatulia kimya kwenye siti huku nikizungumza na Chinga kama vile huyo mtu aliyeingia nilikuwa simjui. Ibrahim alipoingia ndani ya basi hilo, alisimama kando ya mlango akauliza, "Salma, umo ndani ya basi hili?" Chinga akashtuka wakati Ibrahim alipolitaja jina hilo. Mimi nikanyamaza kimya. "Anamuuliza nani?" Chinga akaniuliza kwa sauti ya chini. Nikamjibu, "Sijui." Ibrahim akauliza tena, "Jamani, namtafuta mke wangu anayeitwa Salma. Kama yumo ndani ya basi hili, naomba anijibu." Chinga akanitazama. Bila shaka alikwisha gundua kuwa yule ni mume wangu na Salma anayemtafuta ni mimi. Lakini aliponitazama hakuniambia kitu. Akageuza uso wake kumwangalia Ibrahim. "Jamani, mnaulizwa kuna mtu anayeitwa Salma, mke wa huyu bwana?" Abiria mmoja akamsaidia Ibrahim kuuliza baada ya kuona watu wako kimya. Abiria wakawa wanatazamana. Kila mtu akamtazama mwenzake. Kwa bahati wanawake tulikuwa wengi humo ndani ya basi. Kwa hiyo hakukuwa na aliyenitilia shaka. Yule abiria aliyemsaidia Ibrahim akamwambia, "Naona hayumo." "Kwani hili si ndilo basi la Raha Leo au kuna jingine?" Ibrahim akauliza. "Liko jingine lakini limeshaondoka. Labda alikuwa kwenye basi hilo." Ibrahim akajibiwa. Hapo nikaona uso wa Ibrahim ukisambaratika na kuonekana kama aliyetaka kulia. Laiti ningekuwa na moyo wa kibinadamu, ningemhurumia na pengine ningebadili mawazo ya kumkimbia. Lakini Ibilisi alikuwa ameshanishika sawa sawa. Nilimuona Ibrahim kama shetani aliyekuwa anataka kuzuia mafanikio yangu.
Ibrahim akageuka ili atoke ndani ya basi. Nikaona mistari ya machozi ikitokeza chini ya miwani aliyokuwa amevaa. Nilimchungulia Ibrahim kwenye dirisha wakati aliposhuka ndani ya basi. Kijana aliyekuwa akimshika mkono alikuwa akienda naye mahali alipoiegesha pikipiki yake. "Imekuwaje Salma?" Chinga akaniuliza. "Imekuwaje nini?" Nikamuuliza, ingawa nilishajua alichokusudia. "Huwezi kunidanganya. Huyu jamaa ndiye mume wako na alikuwa anakuuliza wewe." Si tumeshaachana, atakuwaje mume wangu? "Sasa kama mmeachana, mbona anakufuata?" "Ni usumbufu tu. Labda anataka kunibembeleza nirudi kwake, lakini mimi sitarudi tena kwake." "Na amejuaje kuwa unasafiri?" Hapo sikuwa na jibu. Nikamwambia, "Atajua mwenyewe, mimi sijui. Labda ameambiwa na shoga yangu Rita. Rita naye kwa umbea hawezekani." Wakati namwambia hivyo, basi lilipigwa moto na kuanza kuunguruma kwa sekunde chache kabla ya kuondoka. Tulifika Dar es Salaam saa 6 mchana. Tukiwa katika kituo cha mabasi cha Ubungo, Chinga alikodi taksi iliyotupeleka Sinza. Nikamuuliza Chinga kwa nini tunakwenda Sinza, wakati aliniambia nyumba yake iko Masaki. "Nina nyumba 2, moja iko Sinza na moja Masaki." Chinga akaniambia, "Nyumba yangu iliyokuwa Masaki ndiyo ya thamani zaidi. Tutaanzia hapa. Nikikuona una upendo wa dhati, nitakuhamishia kwenye nyumba yangu ya Masaki." "Kwani umenionaje?" Nikamuuliza. "Sijaishi na wewe, siwezi kukujua kwa undani. Upendo umo ndani ya moyo wangu. Kama sina upendo na wewe, singemwacha mume wangu kwa ajili yako. Sasa ndio uoneshe na mimi niuthibitishe." Tulikuwa tumeshaingia ndani, ambako tulimkuta kijana ambaye Chinga aliniambia ni mkazi wa nyumba ya jirani anayemwachia nyumba anaposafiri. Selehuni palikuwa na fanicha za thamani. Chinga alinitembeza nyumba nzima, akanionyesha kila kitu. Chumba chake cha kulala kilikuwa chenye hadhi hasa, sio kama kile nilichokuwa nalala na Ibrahim. Kwa jumla nilifurahia kuanza maisha mapya ikiwa na mwanaume tofauti. Sikumfikiria tena Ibrahim, wala sikumkumbuka Ibrahim. Niliishi na Chinga kama mke na mume, ingawa hatukulizungumzia tena swala la ndoa. Mimi sikutaka kulizungumza kwa sababu nilijijua kuwa bado nilikuwa mke wa Ibrahim, na Chinga hakulizungumza, labda kwa sababu alitaka tuishi kwanza ili tupimane tabia. Wiki moja baada ya kuanza maisha, Chinga alininunulia simu nyingine mpya ya bei mbaya. Pia alinifanyia shopping ya karibu $500,000. Akaniambia zile nguo nilizotoka nazo Tanga nisizitumie tena kwa sababu haziendani na jiji la Dar. Viwalo alivyoninunulia vilikuwa ni vya fasheni za kisasa za kisichana. Sikumbuki lile baibui langu nililitupia wapi. Kila wiki tulikuwa tunatoka mara 2 kwenda kwenye matanuzi. Kumbi zote za starehi za Dar sasa nilikuwa ninazifahamu. Hakukuwa na mahali ambako sikupajua. Chinga alinifundisha ulevi, nikawa mlevi wa kupindukia. Friji letu halikukosa kuwa na bia kila siku. Chinga alinitambulisha kwa marafiki zake mbalimbali waliokuwa wakifanya biashara pamoja. Niliwazingatia marafiki zake 4: Frank, Steven, Jonathan na Musa. Mara kwa mara watu hao walikuwa wanakuja nyumbani na kufanya mazungumzo, lakini Chinga hakutaka nisikilize mazungumzo yao. Kuna siku walikuwa wakileta nyumbani vitu vya thamani kama TV na friji na vitu vingine ambavyo Chinga aliniambia vilitoka bandarini na baada ya siku 2-3 huvipeleka kwa wateja wao. Kadiri siku zilivyokwenda, Chinga alianzisha tabia ambayo sikuwa nikiipendelea. Kuna siku ambazo hutoka na mimi, lakini kuna siku ambazo hutoka peke yake na kurudi usiku wa manane. Siku nyingine anarudi siku ya pili yake tena mchana. Kila ninapomuuliza hutoa sababu mpya. Kuna siku anazoniambia amelala nje ya jiji kuitokana na kazi zake za biashara, na kuna siku ambazo huniambia amechelewa kurudi nyumbani kwa sababu alikuwa na mikutano na wafanyabiashara wenzake. Pale ninapoonesha kukasirika kwa kumshuku kuwa ana wasichana wengine, Chinga alikuwa hodari wa kunibembeleza na kujitakasa kwamba hakuwa na msichana yoyote wa nje. Nikawa sina budi nikubaliane naye. Ilipita miezi 4. Kuna siku Chinga aliniaga kuwa anakwenda Tanga kumsalimia baba yake na kuchukua gari lake. Aliniachia pesa za kutosha na ndani ya nyumba kulikuwa na kila kitu. Nakumbuka aliondoka asubuhi. Ilipofika jioni, wakati nimeketi sebuleni nikiangalia TV, nikasikia gari likasimama huko nje.
Nilipochungulia kwenye dirisha, niliona taksi imesimama mbele ya mlango. Nikaona msichana anashuka. Alionekana kama anatoka safari, kwani dereva alimteremshia masanduku mawili. Taksi ikaondoka, yule msichana akaja kubisha mlango. Nikanyanyuka na kwenda kumfungulia. "Hujambo?" akaniuliza. "Sijambo, karibu." Nilifikiri angeniuliza kitu. Badala yake nilimwona mwenzangu akiingiza masanduku yake na kuyaweka sebuleni, kisha akaketi kwenye sofa. Alikuwa ameshika kitambaa akijipangusa usoni. Wakati naenda kuketi ili nimuulize yeye ni nani, akaniuliza, "John yuko wapi?" "John? John ni nani?" nikamuuliza. Sikwenda tena kuketi. "Huyu mwanaume anayeishi kwenye nyumba hii," akanijibu kwa sauti tulivu. "Humu ndani hakuna mwanaume anayeitwa John, labda umekosea nyumba." Msichana akafungua sanduku lake moja, akatoa picha moja na kunionyesha. "Mtu niliyemuulizia ni huyu, au pia humfahamu?" akaniuliza. Nilipoitazama ile picha ilikuwa ni ya Chinga, moyo wangu ukashtuka. "Huyu si Chinga?" nikamuuliza yule msichana. "Chinga?" Yule msichana akaniuliza akiwa amekunja uso wake. "Chinga ni nani? Si ndiye aliye katika picha hii? Mimi najua anaitwa John, jina la Chinga silijui." "Basi hayupo. Kwani wewe nani?" "Mimi ni mke wake, natoka Nzega, ndio nimefika sasa hivi." Moyo wangu ukashtuka tena. "Kwani Chinga ana mke?" "Chinga hana mke." "Siku zote ulikuwa wapi wewe?" nikamuuliza kwa kutaharuki. Yule msichana hakutaka kubishana na mimi. Alitia mkono wake kwenye lile sanduku, akatoa hati ya ndoa pamoja na pika kadhaa za harusi. Akanionyesha. Ile hati ya ndoa ilikuwa na jina la John Boniface, ikionyesha kuwa alifunga ndoa na Vicky Leonard wilayani Nzega miaka 3 iliyopita. Zile picha zilimwonyesha Chinga akifunga ndoa na yule msichana mbele ya padri. Kwa kweli nilishtuka, nilishangaa na nilichanganyikiwa, si tu kujua Chinga alishaoa wakati alinidanganya kuwa hajaoa, bali pia kuona ndoa aliyofunga ni ya Kikristo wakati najua ni Muislamu, tena akitumia jina la John badala ya Chinga. "Umeamini kuwa mimi ni mke wake?" Yule msichana akanieleza huku akizirudisha zile picha ndani ya sanduku. Nguvu zilikuwa zimeniishia na nilihisi mwili wangu ukitetemeka kwa ghadhabu. Nikajikaza na kumuuliza msichana huyo, "Kwani siku zote hizo ulikuwa wapi?" "Nimekuambia ninatoka Nzega. Mimi na John tulikutana Nzega na tulioana huko, akanileta hapa Dar. Baada ya miezi michache nikapata ujauzito. Wakati wa ujauzito wangu nilikuwa nikiumwa mara kwa mara na nilidhoofika. Nilipochukuliwa vipimo nikaonekana nimeambukizwa ukimwi." Alipofika hapo, moyo ulinishtuka kwa mara nyingine tena. Sasa kujua kuwa Chinga alikuwa na ukimwi na alikuwa ameshaniambukiza mimi. Msichana alikuwa akiendelea kunieleza. "Baada ya kugundulika hospitalini kuwa nina ukimwi, nilishauriwa nimpeleke mume wangu naye akapimwe. John akakataa kwenda kupimwa. Akaniambia yeye haumwi, kwa hiyo hana sababu ya kupimwa. Akanirudisha Nzega niende nikaugulie kwetu. John alipoondoka Nzega ndio hakurudi tena. Huu ni mwaka wa 2. Msichana aliendelea kunieleza. "Bila shaka alijua nitakufa. Mpaka namba ya simu akaibadilisha ili tusiwasiliane. Lakini nimetumia tiba ya kurefusha maisha, hali yangu ikarudi kuwa ya kawaida ingawa mtoto niliyezaa alikufa. Sasa nimerudi kwa mume wangu." Msichana huyo alimaliza maelezo yake, nikajikuta nimeduaa nikimtazama. Hapo utagundua wazi kuwa nilikuwa nimechanganyikiwa. Kwanza ni kwa kujua kuwa nilikuwa nimeshabambikiwa virusi vya ukimwi, na pili kujua kuwa Chinga alikuwa na mke wake, na kwa mujibu wa ndoa za Kikristo asingeweza kuongeza mke wa pili. Jambo la tatu lililonichanganya ni kugundua kuwa Chinga hakuwa mwanaume mwaminifu, alikuwa ni laghai na tapeli kwa wanawake. Amedanganya na kufunga ndoa ya Kikristo akijifanya ni Mkristo wakati ni Muislamu. Mbali ya hayo, ameonyesha tabia ya ukatili kwa kumtelekeza mke wake mjamzito bila ya kujali mtoto wake aliyomo tumboni. Nilikuwa nimejitumbukiza mahali pabaya sana. Nikajifananisha na mtu aliyeruka jivu na kujikuta anakanyaga moto. Nilijiuliza kutokana na hali hiyo, hatima yangu ingekuwa nini? Nilishatoroka kwa mume wangu kwa tamaa ya kuolewa na Chinga, na kumbe Chinga mwenyewe ana mke wake na amesharudi. Sasa itakuwaje? Sikutaka kuendelea kusema na akili yangu. Nilitaka nipate majibu ya haraka kutoka kwa Chinga mwenyewe. Ingawa Chinga hakuwepo Dar, lakini simu zilikuwepo. Ningeweza kuzungumza naye kwa simu. Nikamwacha yule msichana pale sebuleni, nikaelekea uani. "Wewe dada, unakwenda wapi?" Yule msichana akaniuliza wakati ninaelekea uani. Sikugeuka wala sikumjibu. Nilikuwa kama nimepagawa.
mbona hujaniambia John yuko wapi, unaenda zako? Akaendelea kuniuliza, lakini pia sikumjibu. Nilipofika uani, kwa vile simu nilikuwa nayo mkononi, nikampigia Chinga. Madhumuni yangu ya kutoka uani ni kutaka yule msichana asisikie nitazungumza nini na Chinga. Hello dia, Chinga akasema baada ya kupokea simu yangu. Nani dia wako? Nikamjibu kwa kufoka na kuongeza, wewe Chinga, kumbe ni mwanaume laghai kiasi hicho. Kama ningekujua nisingemwacha mume wangu na kuja kuishi na wewe hapa da. Kwa nini dia unaniambia hivi? Hilo neno dia sitaki kulisikia. Wewe ni laghai, nimeshakugundua. Uliniambia kuwa huna mke, kumbe ulishaoa, tena umefunga ndoa ya kanisani. Ulijifanya Mkristo na jina ulibadili ukajiita John. Eti nini? Chinga akajifanya anang'aka. Akaongeza, mimi nilishakuambia usisikilize maneno ya watu. Wanawake wa daa si wazuri, ni wambea na wanafiki. Sasa wameshakudanganya, unaanza kufoka. Hao wanataka tututenganisha tu. Una maana wewe hujaoa? Nikamuuliza. Sijaoa, mke wangu mtarajiwa ni wewe. Hujafunga ndoa kanisani Nzega na msichana anaitwa Viki, kisha ukamtelekeza kwao na ujauzito ulipoona amemwambukiza ukimwi, ukimwambia wewe ulikataa kwenda kupima. Kwa nini Chinga umekuwa laghai kiasi hicho? Sasa sikiliza Salma. Ni kweli huyo msichana nilioana naye, lakini nilishamrudisha kwao na nilijua ndio tumeshaachana. Maneno yake yaliniongezea hasira, nikamwambia, wewe fala kweli, maneno gani unaniambia? Salma, usiwe mkali, utaharibu kila kitu. Hebu niambie yuko wapi huyo msichana? Nimemwacha sebuleni, mimi nimekuja uani. Ulimwambia kuwa wewe ni msichana wangu? Chinga akaniuliza. Sijamwambia, isipokuwa yeye ndiye aliyeniambia kuwa wewe ni mke wake. Akanionyesha hati ya ndoa pamoja na picha zenu za harusi. Sasa sikiliza ninavyokuambia. Usithubutu kumwambia wewe ni msichana wangu. Unaona jinsi ulivyo na ghai. Kumbe unataka nimwambie nini? Unajua Salma, inabidi tumdanganye huyo msichana asituletee matatizo. Halafu mimi nitajua la kufanya hapo baadaye. Chinga, unataka kuniletea matatizo. Sasa tumdanganyeje? Umwambie wewe ni mtumishi wangu. Usishindane naye. Mimi nitakuja kesho, nitarekebisha hilo tatizo. Chinga aliponiambia hivyo nikaanza kumlilia. Yaani mimi niwe mtumishi wenu? Chinga, tulikubaliana vizuri kuwa tutaoana, nikaondoka kwa mume wangu. Sasa unanigeuka, unataka niwe mtumishi wenu? Hutokuwa mtumishi kweli. Ni kiasi tu cha kumdanganya huyo msichana. Vinginevyo anaweza kutushitaki kwa kukiuka kiapo cha ndoa yetu. Lakini kwa nini ulinidanganya Chinga? Kwa nini ulinidanganya? Sasa hatima yangu itakuwa nini Chinga? Usijali Salma. Nina mpango wa kukuhamishia kwenye nyumba yangu ya Masaki ambayo huyo Viki haijui. Usilie. Siwezi kukuamini tena Chinga. Umeniharibia maisha yangu. Kwanza umeshaniambukiza virusi vyako, halafu umenitenganisha na mume wangu. Hapo hapo mawasiliano yakakatika. Simu ilikuwa imeisha pesa. Nikachukia, kwani bado nilikuwa na mengi ya kumweleza Chinga, yaliyoacha dukuduku na hasira ndani ya moyo wangu. Hata akiniambia nini siwezi kumwamini tena. Nikajiambia, maisha yangu yamekwisha. Sasa sina mume na nitakufa kwa ukimwi aliyoniambukiza Chinga. Kweli dunia hadaa, ulimwengu shujaa, na majuto huja kinyume baada ya kuisha kitendo. Niliendelea kujiambia kwa hasira. Niliondoka pale uani nikarudi ndani. Niliingia chumbani nilimokuwa ninalala na Chinga. Nikahamisha vitu vyangu na kuvitia katika chumba cha wageni, kwani chumba hicho sasa atalala mke wa Chinga. Mwenyewe Chinga ameshasema mimi nijitambulishe kama mtumishi. Kilikuwa kitendo cha kunishusha hadhi na kunifanya mpumbavu, lakini ningefanyaje? Nilijua kama nitajitia kidomodomo nitafukuzwa humo ndani na sikuwa na pakwenda. Sikuwa na ndugu wala jamaa ninayemfahamu hapo da, na nisingeweza kurudi tena kwa Ibrahim. Baada ya kuhamisha vitu vyangu pamoja na nguo zangu zilizokuwa kwenye kabati, Chinga alinipigia simu. Nikajua wakati simu yangu ilipokatika, Chinga alinyamaza akipanga uongo wa kuniambia, na sasa alikwisha upata. Usisikitike Salma. Mimi nitakuja kesho, nitarekebisha kila kitu. Na kuomba umpe simu huyo Viki. Nimpe simu ya nini? Kama unataka kuongea naye, si umpigie kwenye simu yake. Sina namba yake. Tafadhali na kuomba, mpe simu, kuna kitu nataka kumwambia. Nikatoka mle chumbani nilimokuwa nimehamishia vitu vyangu, nikaenda sebuleni na kumpa simu yule msichana.
zungumza na huyo mtu uliyekuwa unamuulizia. Nikamwambia. Msichana huyo akapokea ile simu na kuuliza, wewe ni John? Akasikiliza kisha akasema, mimi ni nimerudi leo kutoka Nzega. Wewe uko wapi? Alivyojibiwa akauliza, utakuja nini? Sikujua Chinga alimjibu nini, lakini baada ya kujibiwa alisema, asante sana kwa kunitelekeza. Kumbe wewe John ni mbaya kiasi hicho? Akasikiliza alichoambiwa. Ingawa sikuweza kuyasikia maneno ya Chinga, nilijua alikuwa akipewa uongo. Hatimaye akasema, hapa nyumbani nimekuta msichana uliyempigia simu. Ni nani? Moyo wangu ulishituka kidogo. Nikasubiri kusikia yule msichana atasema nini tena baada ya kusikiliza maelezo ya Chinga. Nikamsikia akiuliza, unasema ni mtumishi wako eh? Sasa umeshamweleza kwamba mimi ni mke wako nimesharudi? Kama umeshamweleza sawa. Nimejifungua mtoto lakini si riziki. Amekufa. Sawa, basi tutaongea mengi hapo kesho utakaporudi. Msichana huyo akakata simu. Akaichukua ile namba ya Chinga kutoka kwenye simu yangu na kuisajili kwenye simu yake. Akawa anaiangalia simu yangu kisha akaniuliza, na hii simu ulinunuliwa na John? Nilijua aliniuliza hivyo kwa sababu ile simu ilimtoa roho, kwani ilikuwa ni nzuri na ni ya thamani, si kama kimeo alichokuwa nacho yeye. Bila shaka alikuwa akijiambia kama mimi ni mtumishi wa John nisingeweza kumiliki simu kama ile. Nimeinunua mwenyewe. Nikamjibu kwa sauti ambayo kama angekuwa mjuzi angedundua kuwa sikufurahishwa na swali lake, kwani lilikuwa la umbea. Uliinunua kiasi gani? 400,000. Nilipomjibu hivyo aliniangalia usoni kisha akanipa simu yangu. Nilidhani angeniuliza nilipata wapi hizo pesa. Nilikuwa nilishamwekea jibu lake, lakini kama aliyejua hakuniuliza kitu. Aliponipa simu yangu, niliondoka pale sebuleni nikaingia katika kile chumba nilichohamishia vitu vyangu, nikafunga mlango na kujitupa kitandani. Sikuwa na hamu ya kula chakula cha jioni wala kuoga. Nikaanza upya kuwaza juu ya mustakabali wa maisha yangu. Nilijiambia kuwa nilikuwa nimecheza pata potea. Nilimtumainia sana Chinga aje awe mume wangu. Nilikuwa nimeweka matumaini yangu na akili yangu kwa Chinga. Sasa mambo yamegeuka. Sivyo nilivyokuwa nimetarajia. Maisha yangu na Chinga hayapo tena. Badala yake nimeambiwa nibaki hapo nyumbani kama mtumishi. Nikajilaumu kwa kuchukua maamuzi ya kumkimbia mume wangu na kumwamini Chinga bila kutumia busara. Kwa kweli nilifanya kosa kubwa. Lakini si hilo tu. Kulikuwa na tatizo jingine baya zaidi la kuambukizwa virusi vya ukimwi. Kama Chinga ameweza kumwambukiza mke wake, na mimi atakuwa ameshaniambukiza. Kilichobaki kwangu ni kusubiri siku virusi vitakavyoanza kufanya kazi yake. Sikujua wakati huo nitakuwa wapi na sikujua nitahudumiwa na nani, lakini yote niliyataka mwenyewe. Nilikuwa nikiishi vizuri na mume wangu, nikapata ushawishi wa kwenda kumfanyia dawa za mapenzi kwa tamaa ya kupata pesa. Dawa zikampofua macho mume wangu, hali ya maisha ikazorota mpaka ikabidi nimkimbie. Na huku nilikokimbilia ninakutana na makubwa zaidi kuliko yale niliyokimbia. Wakati nikiwa katika lindi hilo la mawazo, nilisikia mlango wa kichumba ukigongwa kwa kishindo. Nikajua ni yule msichana. Nikanyanyuka na kwenda kuufungua. Ulikuwa umelala? Nikamjibu, nimejivyosha tu, sijalala usingizi. Mbona hukuniuliza nitakula nini, kwani mimi ni mgeni nimekuja, unaingia ndani unalala? Au huyo John hakukueleza kwamba mimi ni mke wako nimesharudi? Maneno ya yule msichana yakanitibua, lakini nilivuta subra. Sasa maneno mengi ya nini dada? Kwani wewe ulikuwa wataka nini? Nikamuuliza. Nataka chakula. Zungumza na huyo John. Mimi sina chakula. Nina pesa yangu, nataka utoke ukaninunulie chipsi. Nikaguna. Sikujua kuwa niliguna kwa nguvu mpaka akanisikia. Mbona unaguna? Wewe ni mtumishi wa John kweli au ulikuwa ni mwanamke wake? Akaniuliza. Umenionaje? Na mimi nikamuuliza kijeuri. Sikuelewi, mtumishi gani unatumwa unaguna? Au mpaka akutume John? Wewe nipe hiyo pesa yako nikakununulia hizo chipsi. Hayo mengine tumsubiri huyo John atakapokuja. Bila shaka majibu yangu yalimtia hofu, akanyamaza. Alitoa noti ya shilingi 5,000 akanipa. Kaninunulia chipsi kavu na nusu kuku, akaniambia. Nilichukua ile 5,000 yake nikatoka huku nikiwa na mawazo. Niliona kama nitamkatalia
anaweza kumshauri Chinga anifukuze na mimi sikuwa na pakwenda. Nilitaka nibaki pale nyumbani nijue Chinga atachukua uamuzi gani. Nilikwenda katika baa moja iliyokuwa jirani ambako palikuwa na jamaa akiuza chipsi. Nikanunua sahani moja ya chipsi kavu na nusu kuku. Niliandaliwa na kutiliwa kwenye mfuko mdogo wa plastiki. Wakati ninarudi nilipitia dukani, nikanunua vocha kwa ajili ya simu yangu na kuijaza hapo hapo. Njia mzima nilikuwa nikimlaani Chinga kwa ulaghai wake na huku nikijilaumu mimi mwenyewe kwa kuchukua uamuzi bila kufikiri. Nilimkuta Viki ameketi sebuleni akinisubiri. Alikuwa amevua nguo zake na kuvaa hanga. Alionyesha kuwa alikuwa anatoka kuoga. Niwekee kwenye meza, akaniambia, kisha akaniuliza, kuna soda kwenye friji? Zipo, nikamjibu huku nikielekea kwenye meza. Ndani ya moyo wangu nilimwambia, usijifarague dada, mimi ni mke mwenzako. Tunajaribu kukuzuga tu. Pengine nilijisemea hivyo ili kujifariji na kujipa moyo kutokana na kule kudhalilishwa na kufanywa kama mtumwa. Nilimwekea ule mfuko wa chipsi kwenye meza, kisha nikaenda kumtolea soda na kumwekea. Wakati ninaondoka aliniuliza, wewe unakula nini? Kula tu, nikamwambia. Akainuka na kwenda kwenye meza. Njoo tule, akaniambia wakati anaketi. Sikumjibu, nikaondoka na kuingia chumbani. Kabla sijakaa, nikasikia akiniita kwa sauti kali. Jina langu alikuwa halijui. Aliniita, we msichana, hebu njoo. Nikatoka na kumfuata, uso nikiwa nimeukunja. Wasemaje? Nikamuuliza. Hivi ni vitu gani ulivyoniletea? Akaniuliza huku nionyesha ule mfuko wa chipsi. Si chipsi na kuku, ama ulitaka nini? Kuku gani? Sijui ni nyama ya nini. Nyama hata haikukauswa, ina damu. Wewe unaweza kula nyama kama hii? Aliishika na kunionyesha. Nilitafuta neno la kumjibu nikalikosa. Nikabaki kumtazama. Na kuuliza, wewe unaweza kula nyama hii? Akaniuliza tena. Nilivuta subira. Sikutaka kulumbana naye. Nikamwambia, bahati mbaya sikuiona. Hukuiona kwani huna macho au umefanya kusudi? Maana tangu nimekuja naona umechukia. Sikumjibu. Nikaondoka. Nilipoingia chumbani sikutoka tena. Usiku kucha sikupata usingizi kwa mawazo. Mawazo yaliponizidi nilijaribu kumpigia Chinga, lakini simu yake ikawa haipatikani. Nikaiacha simu na kuendelea kutafuta usingizi. Usingizi niliupata kwa tabu. Nilipolala tu nikaota ndoto niko na Rita. Hafla ikanyesha mvua na hapakuwa na mahali pa kujisitiri. Tukawa tunatota. Mvua ikawa kali, maji yakajaa, mto ikawa inafurika. Rita akaniambia, tukimbie, maji yanakuja. Wakati ninainua mguu nikateleza na kuanguka chini. Rita akakimbia peke yake na kuniacha. Maji yakawa yananifuata mimi. Karibu yangu kulikuwa na jiwe kubwa, nikapanda juu ya jiwe hilo. Maji yakazidi kujaa mpaka yakanifikia kule juu. Nikaisikia sauti ya Rita aliyokuwa amesimama juu ya umlima akinicheka. Ndoto yangu ilikatishwa na kishindo cha kugongwa kwa mlango. Nikazinduka na kufumbua macho. Kulikuwa kimeshakucha. Nikaondoka kitandani na kuvaa hanga, kisha nikafungua mlango. Nilimkuta Viki amesimama mbele ya mlango. Mtumishi gani unalala hadi saa 2? Hii nyumba haijafanyiwa usafi, akaniuliza kwa kufoka. Dada, mbona unajia juu? Kwani wewe ndiye uliyenileta hapa? Kwanza mimi sikujui, huwezi kunipa amri zako. Na mimi nikamjibu kwa kufoka vile vile. Yaani wewe huwezi kufanya kazi za nyumbani mpaka uamrishwe na John? Akaniuliza, lakini sasa sauti yake haikuwa na nguvu. Sio hivyo, amri zako zimezidi. Mimi mwenyewe ninajua majukumu yangu. Nitafanya usafi kwa wakati wangu. Basi dada, nenda kalale. Hii nyumba itakuwa chafu mpaka John atakapokuja. Na ikae, kama singekukuta mimi ungemuamrisha nani? Utajijua. Na mimi nikamwambia na kuufunga mlango kwa kubwata. Utajijua wewe, nikasikia akinijibu huku akielekea uani. Nikaa kitandani nikawaza, kisha nikatoka kwenda masalani. Nilipotoka masalani nikashika fagio kwa hiari yangu na kuanza kufagia. Viki alikuwa chumbani. Alitoka baadaye na kunikuta nikifagia sebuleni. Alinitupia jicho tu na kuniminyia midomo bila kunisema chochote. Alikuwa amevua nguo za kutokea na mkoba wake ulikuwa kwa pani. Alipofika pale sebuleni alitoa simu yake na kuipiga. Simu ilipopokelewa nilimsikia akisema, kama nilivyokuambia, ndio natoka. Hapo jioni utakaporudi utanipitia kwa dada, sawa? Akaisikiliza kisha akaitikia na kukata simu. Aliitia simu yake kwenye mkoba akatoka. Bila shaka walishapigiana simu na Chinga tangu akiwa chumbani. Na alimwambia kuwa nimemjibu jeuri, ndipo akapanga safari ya kwenda kwa dada yake.
Nikawaza. Niliacha kufagia nikaenda chumbani na kuchukua simu yangu. Na mimi nikampigia Chinga. Nilipiga kwa muda mrefu lakini Chinga hakupokea simu. Ikabidi nijiulize tena, iwapo kweli Chinga bado alikuwa na dhamiri ya kuendelea na mimi. Karibu, usikose katika sehemu inayofuata ya simulizi tamu kwelikweli ya Salma.